Haya, naanza rasmi patanisho. Ningependa kumpigia huyu mwanadada ambaye anasema alikosana na mume wake 2016. Unajua hata sikuwa nimeona hiyo tarehe. Hiyo ni kitambo sana, miaka 4 iliyopita. Na anasema the Airtel subscriber you have called cannot be reached. Wololo. Please try again later. Call *155# and set your favorite song as your hello tune. Sasa hii jana pia nilikuwa hivyo. Ulipiga ya kwanza. Ya kwanza sikumpata. Wacha turuke kwa ya pili. Hakuna haja kupoteza wakati hapo. Haya. Patanisho ya pili na ni ndefu nakwambia. Huyu anasema jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Nicholas Kigen, 25 years kutoka Nakuru, na ningeomba kupatanishwa na bibi yangu anaitwa Sheila Kigen, 24 years, na tumekuwa kwa ndoa for 5 years lakini hatujafanikiwa kupata mtoto bado. Kwa sababu yeye ako na shida na hawezi kupata mtoto. Yeye hutumia madawa fulani za kifamilia. Tulikosana na bibi yangu last year mwezi wa 3 baada ya mimi kuitiwa kazi huko Egerton University, na niliporudi nilipata ameenda kwao maeneo ya Mauche Nakuru. Kwa hivi sasa nasikia aliitwa kazi ya nyumba huko Nairobi. Tafadhali Gidi na Ghost nisaidie, na kanipatia namba ya huyo mkake. Haya, wacha nimpigie Bwana Nicholas nimpigie simu. Tusikie anasemaje na tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo. Hajasema alikosana lini. Last year March. Amesema hivyo. Unajua ni SMS yake ilikuwa ndefu sana. Mahali nimeniguza hapo ni maana anasema hakuwa amefanikiwa kupata mtoto na mke wake alikuwa anatumia madawa fulani. Yes. Hivyo. Bwana Kigen, habari gani? Nzuri sana. Unaweza ongea kwa sauti? Yes. Kuna hii SMS yako tumeona vile ulikosana na mke wako. Hebu tueleze tu kidogo tu kwa ufupi, ni nini unasema iliwakosanisha? Ndipo itaniwa kazi huko upande wa Egerton. Sasa nilienda siku maliza hata wiki moja. Sasa nikasukia nikumpigia simu nikamwambia leo nitaweza kuja. Sasa kuniambia mimi nishaenda nyumbani kwetu na mimi si wazi nikanda ya rudi tena. Sasa nikasukia usiku hiyo nikaenda nikaiakili kuhakikisha kwa kwamba kama ashaenda ya ukweli. Sasa kuinini hapo kuiona sasa kujaribu tena kumpigia simu na niambia sijui mimi sikuji tena sikuji. Nikajaribu kuitembeleza tu kuinyenyekea tu kabisa. Sasa imenikatalia kabisa. Amekukataa? Amenikatalia kabisa. Niambia siwezi rudi tena, kama tu ni mapenzi tunaweza penana tu ya kiurafiki tu. Anakuambia sasa mnaweza kuwa tu marafiki. Yeah. Yaani downgrade from wife to friend. Sasa jamani. Okay. Na nimeona hapa pia umeandika mambo ya kutofanikiwa kupata mtoto. Hii shida ilitokana vile mlikuta kwamba ana shida baada ya nyinyi kuoana. Tulianza benzi naye kuanzia 2015. Kabla sijampeleka nyumbani hadi 2018. Sasa nikampeleka nyumbani sasa kuishi huku nyumbani kwetu. Sasa hivi tukakaa. Ukamea hii pesa sasa ndio ikaingia. Sasa nikaitafuta kazi hapa. Yeye ndiye aliniambia ungeitafuta kazi. Ndio itusaidia hapo mbele. Sasa nikaitafuta kazi kwa marafiki zangu. Sasa hao marafiki zangu wakanitafutia nafasi, sasa wakaniitia. Kuenda hapo sasa ndio sasa ilipata nafasi ya kupenya kuenda kwao. Sasa huku tukiwa nyumbani alikuwa anatumia dawa ya nini? Kienyeji. Ngoja kidogo. Unajua kwa nini nimekuuliza swali? Ningependa kujua kama shauriwa na daktari ama mlienda mkapimwa pamoja ikagunduliwa kwamba yeye ndiye ana shida ama wewe ndio una shida ama nyinyi wote mna shida. Unajua sasa Kidi. Hatukuenda sasa kwa daktari. Unajua sasa zamani tulikuwa nimeenda ingine sasa kuitea. Sasa nikaipata sasa mimi niko sawa. Wewe ulijipima wewe mwenyewe? Nilijipima tu nikaiona sasa mimi niko sawa tu. Ulijipima wapi? Kivipi?
nini kwa mwanamke mwingine kwa nini kupata Mungu mtoto hapo. Ulienda ukapachika mwanadada mwingine mimba. Yeah, kuichua tu hali yangu sasa nilikuwa najishuku sasa nini sasa mmoja pengine labda mimi niko na shida. Sasa nikaiamua tu kuitoka tu kidogo, sasa nikaipata mimi niko sawa. Ukapata uko sawa kwa sababu ulipachika yule mwanadada mimba. Yeah. Okay, na mke wako anajua kuhusu hiyo mimba? Ajui. Yeah. Uende ikawa labda amejua na hajakwambia na ndio maana labda akakuacha. Wengine sasa unajua sasa ameshajua, lakini ningeiomba tu msamaha tu tusameane na turudiane. Lakini ndugu yangu, nani alikwambia ukitaka kupima kama unaweza zalisha ati unaenda kuzalisha mwanamke mwingine? Jamani, sinafikiri kwamba mtu anafaa kwenda kwa daktari. Na mnaenda kwa daktari nyinyi wawili, wewe na mke wako, alafu daktari anawapatia ile mwongozo na kuweza kujua shida iko wapi, alafu anawaambia vile mnafanya ili muweze kupata mtoto. Sasa wewe unasema unaenda kisirisiri nje, unapachika mwanamke mwingine mimi unasema ati mimi nishajipima nimeona niko sawa. Bwana Kigen. Yes. Ama huku na habari waweza enda na mke wako kwa daktari na muweze kupata ushauri. Sasa shida yangu sasa kwa daktari, sasa mimi nakupaka mashindano. Sasa ndugu yangu, wewe kuwa serious ndugu yangu. Unaogopa shindano ndio maana mkuenda kwa daktari. Yeah. Kupachika mtu mimba ndio uogopi. Sasa nilikuwa naijua tu kana kwa kuwa na connections hapo. Yeah. Okay. Haya, shikilia hapo kidogo nitafute mke wako, tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana. Umenipatia namba zake 2. Sijui nitumie gani? Yeah. Ya kwanza ama hii ya pili? Ya hata hii ya pili kwa sawa. Anaweza shika yote hapa Yeah. Haya, shikilia hapo kidogo usikate simu Sawa. Haya. Basi ningependa kumtafuta mke wa Kigen, tusikie anasemaje na tuone kama please enter your complete PIN number. Wataweza kupatana na mke wake. Angalau ametoboa siri akisema kwamba alienda akapata mtoto nje ya ndoa eti kujipima kama yeye ndiye ako na shida ama mke wake ndiye ana shida pale. Na mke wake anasema ajui hiyo habari, lakini mke wake tayari ameondoka kaenda zake. Sasa sijui kama labda amejua na hajamueleza ama mambo iko vipi. Na unajua ni wachanga wa ndoa. Watu wengine wanasema amekaa kwa ndoa miaka 5. Halo, Sheila. Sheila, habari gani? Mimi naitwa Gidi. Na kupiga kutoka Radio Jambo. Unajua Gidi na Ghost asubuhi? Najua. Kipindi ya patanisho. Sasa Kigen ametutumia SMS hapa. Nani? Kigen, Nicholas Kigen. Unamjua? Ametutumia SMS hapa akituambia mlikuwa mmekosana. Na anatuambia kama anaweza kukuomba msamaha kwa sababu anaona ni kama alikukosea. Unanipata Sheila? Nakupata. Sasa Kigen hata yuko hapa kwa line. We Kigen. Yes. Hebu ongea na Sheila uombe msamaha. Hello. Sasa. Sasa. Poa. Umeshinda vipi? Niko poa. Nimeamua leo kuipeleka hii ujumbe ile jambo. Ndio ili ni tusameane na turudiane kwa ile penzi yetu kwa maana unajua sasa tangu tu uende unajua sasa kwa hii ndio bado niko confused. Sana kuomba msamaha kama nilikukosea unisamehe tu na turudiane. Tulikuwa tumeongea story. Tuliongea lakini sasa unajua sasa wewe unasema tunaweza kusameheana lakini haturudiane sasa. Ndio sasa hiyo imesekani tena. Nilikwambia.
Sasa tu nakuomba tu kwa unyenyekevu, unajua, kwa maana najua nimekuinamia chini, nimekupigia makoti huwa kila siku na kuomba msamaha. Ndio leo nimeamua tu kabisa nipeleke ujumbe kwa Radio Jambo, niombe msamaha tu kwako, hao watu wote wakisikiza, nisamee tu. Kali nilikosea tu, nisamee. Aturudiane. Sasa tulikuwa tumeongea story, sasa mbona sasa ukafanya hivyo? Aje sasa? Mbona umeamua kupeleka Radio Jambo na hiyo story? Si tunamalizana tu, na tulikuwa tumemalizana. Tu ushaendelea na familia yako. Sasa si uendelee tu. Wewe endelea tu na maisha yako. Mimi unajua sasa siwezi endelea na maisha yangu sasa ukiwa bado uko nje, sasa pana na kutegemea. Sasa niko nje aje na already uko na bibi? Uko na bibi? Nyewe Sheila, nilikwambia kaa unajua kuijua tu mimi ukweli. Sasa ningekuomba tu ukuje tu paka nyumbani kwetu, ukuje ujione tu wewe mwenyewe. Waja kusikiza mambo za watu unasema tu niko na bibi. Hapana, mimi si hata nasikia mambo za watu. Hiyo ni kitu iko. Sasa ndio nakuomba sasa ukuje tu tafadhali tu uone kaa niko naye. Okay. Ngoja kidogo, acha niingilie kati. Ngoja niingilie kati. Sheila. Unasema eti mlikuwa mmeongea na Kigen eh? Tulikuwa tumeongea naye. Sasa mlikuwa mmemaliza aje? Tulikuwa tushamalizana. Sasa yeye already ako na bibi, ako na bibi sahi. Ako na bibi sahi. Huyo bibi alimpata wakati uliondoka ama kabla uondoke? Wakati niliondoka tu, unajua sasa kuna vitu alifanya yenye sisi sema. Sasa mimi nikaona tu hakuna haja, kama mtu ajiheshimu na mimi namheshimu, ya nini sasa mimi? Okay, ni vitu gani uwezi sema, kwa sababu kuna mwingine ashatuambia, sije kama ni hiyo. Aliwaambia aje? Sheila, niambie yako kwanza, alafu nikwambie yangu. Unajua yeye kuna makosa alifanya. Lakini mimi sikufurahia. Kama gani? Okay, he cheats on me. Anaenda nje. Imagine. Na ukagundua? Niligundua by then. Na mimi sasa sipenda watu kama hawa. Okay, na uligundua alikuwa na mwanadada mwingine ama uligundua kwamba labda wamefanya nini? Walifanya by then. Alifanya. Sasa mimi nikaona sasa mtu ajiheshimu na mimi mwenyewe namheshimu. By the way hakuna siku nilimkosea. Mimi nilikuwa nafanya tu venye bibi anastahili kufanya, unaona? Ama venye mtu unastahili kufanyia mwingine at least afurahie. Okay, na kuna dalili kwamba aliona na mheshimu sana. Akaleta madharau. Sasa mimi nikaona acha tu niende. Na kwa hizo fununu, kuna fununu unaweza ikawa labda kuna mtoto nje ya ndoa. Fununu tu. Ama hiyo hujasikia? Nimesikianga hivyo. Umewahi kusikia? Huenda pia hiyo ilikushtua. Haikunistua, but nilijaribu kumuulizanga, yeye anakataa kabisa, lakini yeye si mtu mwenye anasema ukweli. Okay, na huyu msichana ambaye unasema yuko naye kwa sasa, wewe ushamuona huyu ambaye unasema ni mke wake? Nilimwonanga, unajua kuna siku alikuwa na chat na kazini yake Facebook, akamuuliza ati habari ya mimi, akamwambia mimi nilileta mwingine, mpaka akamtumia picha. Sasa ndio nikamwonea hapo. Hapo ndio uliona picha huyo mrembo mwingine. Alikuwa ametumia kazini yake ati ndio huyo ndio new shape. Huyo ndio mpya. Nilileta mwingine. Wanaisanga new shape mpya. Haya, Dani, Kigen. Yes. Wewe hii kesi yako sasa unajua lazima useme tu kweli ili huyu mrembo aweze kuamua kama anakubali ama kubali. Mwambie ukweli wa mambo na usimfiche. Sheila, unajua sasa hizo zenye unaweza sema ati ulitumaniwa picha na unajua sasa kitu ya wewe acha ukora. Kitu nzuri Sheila, nakuambia tu akitafakari. Kija tu macho yako yote. Kigen. Mimi hata hivyo mimi hata sikuji.
Ewe Kigen, nimekwambia ambia mke wako ukweli wa mambo, kwa sababu ukiendelea kumdanganya au usaidii chochote. Mwambie ukweli wa mambo. Nakwambia Kidi, sina mwingine. Unajua ni yeye tu ndio namtegemea. Unajua serious. Unasikia sasa kuambia uongo. Ukiona mke anakuambia hivyo anajua ukweli wa mambo. Mwambie ukweli bwana Kigen, ujiokoe. Nakwambia tu ukweli tu kana. Wewe kana uongo yako, unasikia? Ni wewe tu. Achana na mimi, hapana, mimi tu dini, achana na mimi. Sasa ndakuaje sasa aje? Na nimekwambia sasa ukuje uchione tu wewe mwenyewe, uchione kama iko ama hayuko. Yaani ama nikutumanie fare ukuje uchione kama iko. Ndio kumbani kwetu uone. Ndio waje mambo ya kusema tunatumaniwa picha, unaambiwa nimeoa, tunakuoa. Sio tu ulinitumania, wewe ndio ulitumana mwenyewe, unasikia? Kwani ujijui, mbona ujielewi? Nani mimi? Wewe mwenyewe ndio ulitumana. Akijela na si mimi ndio nilitumana. Sina mwingine, imagine ni wewe tu ndio nakutegemea. Wewe Kigen. Yes. Nikuibia siri moja. Yes. Mwanamke kama ashajua ukweli wa mambo, unatoboa tu na mwambie ukweli na maisha yanaendelea. Hata kama atarudi, lakini ukweli unamalizana nayo. Lakini Kidi sina mwingine, ni yeye tu namtegemea na mheshimu sana. Ni tu hivyo. Unajua ni vile mimi sitaki kumtobolea mambo mengi ambayo tayari umetuambia. Afadhali wewe umwambie na umalize hiyo story. Na mimi vile anaongea ni kama anajua tayari. Malizana na hii story ndugu yangu bwana Kigen jamani. Ama unataka kukaa tu ngumu? Kidi. Huyo jamaa hataka kufungua roho yake, acha akaa hivyo. Acha ile bibi yake bana, akaa na mchunge. Nilimwambia kama umepata mwingine, ukuwe mtu mwaminifu. Asikuwe mtu wa kucheza na maisha, angalie familia yake, achunge familia yake. Lakini mimi siwezi rudiana naye. Umekataa? Mimi siwezi. Kigen, unasemaje hapo? Hata ndio nimeshindwa sasa. Sawa tu kama niko kiwaleje mama ngaleta na labane staki hiyo story tena. Tulikuwa tushamalizana na wewe. Akishaila gari ngedle ajani sheila. Hapana. Mimi nikisema no ni no. Hakuna kurudi nyuma, unasikia? Wewe angalia familia yako, chunga ndoa yako bana. Wewe ngele mami tena sako. Na uko mtu mwaminifu. Hata niseme sahi na kurudi. Nyende mami aga ndende Kiza nikwambie hata sahi niseme narudi. Niseme sahi narudi. Hakuna siku ndakuamini. Sasa hakuna haja nikuje nikae na stress. Unanijua tu vizuri, mimi sipendi stress na hakuna siku nimewahi kucheza. Wewe endelea tu na maisha yako, acha na mimi kabisa. Nilikwambia unichukue kama dada yako, mimi nikuchukue kama ndugu yangu. Nilikwambia hivyo. Yeah, tu nilisema hivyo, lakini sasa una hizo zenye umesema hiyo ni kai inaweza make sasa go hapa. Sasa hiyo ni shauri yako. Tutoe penzi yetu watu tukue madada. Ndio. Inawezekana tuheshimiane tu. Okay. Lakini baadaye tunakwambia tu popote tu huko ukiwa tu bado mimi nakupenda na sina mwingine na sitawa mwingine. Hapana. Wacha uongo. Serious. Acha uongo. Haya. Mimi hakuna siku ndakuamini. Nataka kumaliza hii kesi Kigen na mrembo Sheila. Sheila jina lako nilipotelea. Kwa hivyo Sheila na Niko ama Nicholas, ningependa kumaliza hii kesi yenu. Kwa hivyo Sheila, umesema msimamo wako wa mwisho ni kwamba hautaki kurudiana na huyu ndugu. Mr. Nilikuwa nishamwambia ni kama hataki kusikia. Okay, kwa hivyo ni ndio mara ya mwisho namwambia hautaki mambo yake tena. Okay. Haya, bwana Kigen. Yes. Maneno ya mwisho Mungu apenda kuambia Sheila ni gani? Tafadhali mwambie. Sheila, tunakuambia tu popote penye uendapo ama popote tu penye unakaa, ujue tu bi pato nakupenda na kuheshimu na pato na kungojea tu sana. Wewe ni tipi yangu, sina bibi mwingine, ni wewe tu. Wewe, mimi si bibi yako.
Okay, Sheila. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Kigen, tafadhali mwambie. Okay, namwambia aendelee na maisha yake vizuri na kuwa mtu mwaminifu. Na usiweke matumaini kwangu, unasikia? Endelea na maisha yako vizuri. Mimi nakuombea mazuri. Okay. Unichukue kama dada yako, si ati useme venye umesema hivyo. Haya, kwa hivyo Nicholas na Sheila na wacha kama ndugu na dada. Kwaherini.